Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Karibuni katika kipindi cha familia. Hakikisha haujakaa peke yako. Hakikisha uko na mtu ambaye unaweza kuzungumza naye. Mada yetu ya leo inasema maana ya ndoa, the meaning of marriage. Somo hili tunakwenda kuzungumza na wale ambao wako kwenye ndoa tayari, wale ambao hawako kwenye ndoa, na wale ambao wamekwisha kukata tamaa kuingia kwenye ndoa. Maana ya ndoa. Ndoa ni nini? Ndoa ni nini? Kuna tafsiri mbalimbali ambazo watu wamezitumia kuzungumzia ndoa. Nataka nikuletee chache ambazo kimsingi binafsi sijazipenda sana, maana zimewakatisha tamaa vijana wengi kuingia kwenye ndoa. Maana ya kwanza, mwandishi mmoja akasema, ndoa ni mfumo unaounganisha mtu ambaye hapendi kulala dirisha likiwa wazi na mwingine hapendi kulala dirisha limefungwa. Watu wawili, mmoja hapendi kulala dirisha likiwa wazi, mwingine hapendi kulala dirisha likiwa limefungwa. Mpaka hapo hii definition inatutengenezea mgogoro. Wa pili anasema ndoa ni muunganiko wa watu wawili walioshindikana kuishi na wazazi wao. Kwa hiyo unakwenda kuchukua mtu ambaye tayari kwao alishakataliwa. Watatu akasema ndoa ni kualika umati wa watu waje watazame unavyojichimbia kaburi mwenyewe, tena kwa gharama kubwa. Mwingine akasema ndoa ni muunganiko wa wapumbavu wawili waliojitoa mhanga. Sasa niseme muulize wa kwako, mliunganikaje? Sasa nimegundua kuna changanyikeni. Kuna misemo kadhaa ambayo imetumiwa na watu kukatisha tamaa watu kuingia kwenye ndoa. Vijana muisikilize vizuri, hii itawasaidia sana, kwa sababu wengi wameogopa sana kuingia kwenye ndoa, na hatimaye katika ulimwengu wetu leo tumekuwa na kitu kinaitwa ndoa za muda, cohabitation. Wanakuwa na ndoa za mkataba. Lakini utufuatilie katika mikutano yetu gundua kwamba ndoa ni kitu kinachowezekana na wala sio dude kubwa linalotisha. Ndoa ni kitu cha pekee chenye furaha na amani. Kuna misemo michache nikupitishe. Mmoja akasema ndoa ni gereza, msemo mbaya kabisa. Mwingine akasema ndoa huwa ndoto za mtu. Si hata unajua ulivyoingia kwenye ndoa unasema nataka mtu fulani hivi ambaye nitakuwa natoka naye, naenda bichi, tunaogelea. Kule uliko mumeogelea mara ngapi bichi? Ndoa huishia katika maumivu. Ndoa, wengine wasema wanaume huteseka sana katika ndoa, na mwingine akasema ndoa ni mateso yaliyohalalishwa. Mwingine akasema ndoa ni mwisho wa furaha yako. Wako watu waliingia kwenye ndoa wana sauti ya kuimba kisima, wanasema haleluya. Leo ziko wapi zile sauti? Bora kubaki peke yako kuliko kuoana na mtu asiye sahihi. Misemo ni mingi sana, lakini niache hiyo michache. Ndoa hubadili watu kuwa wabaya sana. Yaani mtu alikuwa mwema, anapoingia kwenye ndoa anakuwa mbaya sana. Hasa hili wamama mlisikiliza vizuri, maana baadaye tutazungumza sana. Kuna wamama waliingia kwenye ndoa ni wazuri, wana roho nzuri, wanazungumza vizuri, wana huruma, wana uwezo wa kupetipeti watoto, lakini leo wamekuwa ni magaidi wa kujitegemea. Kwamba ndoa hubadili watu kutoka kuwa wema na kuwafanya kuwa wabaya sana. Ndoa nzuri haijawahi kuwepo duniani. Halafu wa mwisho akasema ndoa huondoa uhuru wa mtu. Na ni kweli ukiingia kwenye ndoa kuna kauhuru kanapotea. Unatoka zako unaenda mjini, una shilingi 10,000, ukirudi haipo, lazima utoe mahesabu ya kutosha. Lakini wale ambao wako single ni ufalme wa kujitawala. Sasa maana sahihi ya ndoa ni nini? Sikiliza maneno haya. Ndoa ni muunganiko halali wa mwanamume na mwanamke waliokubaliana kuishi pamoja kama mume na mke. Pigia mstari hayo maneno mawili. Ni mwanamume na mwanamke
Wazazi mlioko mahali hapa, hili neno msilipuuzie. Tunaishi katika zama ambazo vijana wetu waelewe tofasili ya hili neno ndoa, kwamba ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Kwa sababu leo si ajabu ukaletewa mchumba, binti yako akakwambia mama nakuletea mchumba, na akaleta mtoto wa kike mwenzake. Si ajabu kijana wako wa kiume akakuletea mchumba wa kiume mwenzake. Sasa ndoa ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 hadi 24 anasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Sikiliza tangazo, wale mlioko kwenye ndoa, kama uliingia kwenye ndoa kabla hujalala usingizi, hudhuria mahali hapa upate operation. Kwa sababu ndoa ilianza na mtu ambaye alisinzia kwanza. Wewe jifanye unatazama sana, mara kwenye message, mara kwenye nini. Fumba macho unapoingia kwenye ndoa. Akalala usingizi, kisha akatoa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Kabla mikutano hii haijaisha, wale mnaotufuatilia nitawaambia kwa nini Adamu alisema ni mfupa katika mifupa yangu, kwamba kama Eva atakosea nilaumiwe mimi. Halafu akasema ni nyama katika nyama yangu, kama Eva atafanya vizuri nishangiliwe mimi. Ndio maana mama, unakwenda leba wewe kwa uchungu mkali, lakini mtoto anaitwa kwa jina la mume wako. Songe mbele. Sasa haya maneno anasema ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Leo nataka niyazungumzie hapo hayo tu maneno mawili. Si kila mtu mwenye jinsia ya kiume ni mwanamume. Mguze jirani yako mwambie, pastor rudie au aendelee. Si kila mtu mwenye jinsia ya kiume ni mwanamume, na wala si kila mtu mwenye jinsia ya kike ni mwanamke. Unaweza kuwa umeolewa na mtu mwenye jinsia ya kiume ila sio mwanamume. Unaweza kuwa umeoa mtu mwenye jinsia ya kike lakini sio mwanamke. Nifuatie kidogo taelewa mahali hapa. Kwa hiyo mwenye sifa ya kuingia kwenye ndoa, namba 1 awe ni mwanamume, namba 2 awe ni mwanamke, hao wawili tu. Sasa kosa kubwa linalotokea leo, vijana mnaotufuatilia sikiliza, wengi wanaingia kwenye ndoa kabla hajajichunguza kama ni mwanamume kweli au ni mwanamke. Sizungumzie habari ya jinsia. Sikiliza, yako maneno machache, sitaki kuzungumza sana habari za Kiebrania, lakini yako maneno machache kwa Kiebrania yanayomaanisha mwanamume, na mimi nikupitisha katika hayo. Neno la kwanza ni Zakari. Hebu tamka Zakari. Neno Zakari linamaanisha mtu mwenye jinsia ya kiume. Ni meli, mtu yeyote mwenye jinsia ya kiume, huyo ni Zakari. Neno la pili anaitwa Naari. Naari ni kijana mvulana, na poleni wale mlioolewa na wavulana, baadaye tutaangalia kile kitachofuata. Naari. Lakini namba 3 anaitwa Ben. Ben ni mwana. Namba 4 ni jina ambalo nimelipenda, anaitwa Ishi. Hebu tamkeni wote Ishi. Ishi ni nani? Ishi ni mwanamume mwenye ukomavu ambaye ana sifa 7 zifuatazo. Wanawake mlioko hapa, anza kukagua hizi sifa kama mume wako anazo. Kama hana, leo njoo kwa Pastor Butoke akuombee huyu mwanamume awe Ishi. Namba 1, awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anaijua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Tajiri wa kwanza Njombe anamjua, masikini wa mwisho anamjua. Huyo hajafikia umri wa kuitwa Ishi, maana hapendi kazi. Na kwa kukosa huu wajibikaji, ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume wasiopenda kazi wanakwenda kuolewa na mishangazi. Sasa sifa ya kwanza ya Ishi ni mwanamume anayependa kuwajibika, mpiga kazi. Ukimkuta amechafuka, anachafuka kweli. Namba 2, sifa ya pili ni mtoaji. He is a provider. Ukiona mwanamume ambaye kutoa matumizi mpaka ufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena. A provider.
Hata kama, sikiliza, kwenye mikutano hii nitakwambia habari nzuri kwa wanawake lakini mbaya kwa wanaume. Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanamume atabaki kuwa provider. Sifa ya tatu ya mwanamume ambaye ni ishi ni mtu mwenye uwezo wa kuona mambo kabla hayajatokea. Mwanamume ana binti yake nyumbani, anakuja kushangaa binti ni mjamzito. Yaani dalili zote za kwamba anaelekea kupata ujauzito usio halali hakuziona. Huyo mwanamume hana sifa yake. Ni wale wanaosinzia sebuleni na kuuliza mbona hamjaivisha. Namba 5, huyu ishi ni mwanamume ambaye anapenda kwa gharama yoyote hata kumwaga damu. Penda. Amekuchukiza, unaacha hela ya matumizi. Amekununia, wewe unamwimbia. Hebu wanaume mnipungie mkono mnaonisikiliza mahali hapo. Kupenda hadi hatua ya kumwaga damu. Sifa ya 6 ni mwanamume ambaye ni mlinzi, a protector, anamlinda mwenzi wake. Namba 7 ni mtoa majibu katika kila changamoto. Wanaume nisikilizeni, kwenye mikutano hii nitawaambia ni makosa makubwa mwanamume kuulizwa swali na mke wako ukasema sijui. Kila swali toa majibu. Mume wangu, kwa nini trekta katapila zote zinazotengeneza barabara, kwa nini zina rangi ya njano? Waambie wakati wanatengeneza rangi zote zilikuwa zimeisha, kwa hiyo katengenezwa ya njano. Mume wangu, yani mwanamke mko naye kwenye foreni, halafu anakuuliza mume wangu, hivi kule mbele kuna nini? Mwambie waziri mkuu anapita, hata kama haujamuona. Toa majibu, ndio kazi ya mwanamume. Kwa hiyo sio kila mwenye jinsia ya kiume ni mwanamume. Lakini sikiliza, kuna maneno yanayomaanisha mwanamke. Ndio maana nikasema sio kila mwenye jinsia ya kike ni mwanamke. Sasa wanaume, kagua hizi sifa za mwanamke kama anazo, kama hana tuanze mfungo wa maombi. Kuna maneno kadhaa, yako mengi ya Kiebrania, nimechukua machache tu matatu. Neno la kwanza linalomaanisha mwanamke ni negeva. Negeva ni mwanamke ambaye yeye ni wa jinsia ya kike, yaani kitu chochote chenye jinsia ya kike. Lakini neno la pili ni nara. Huyu ni neno linalomaanisha msichana, kabinti kadogo. Neno la tatu ni bat. Hili ni neno linalomaanisha binti kwa maana mahusiano. Neno la mwisho ambalo nilikuwa nataka ni isha. Hebu tamka isha. Huyu ni mwanamke ambaye ana sifa zifuatazo. Ziko nyingi kidogo, nikimbie maana nazo ziko 7. Sifa ya kwanza ni mwanamke anayejitambua. Ana focus. Sio yule amekuja akaona kwaya igaragalilo na kiatu cha sikonkinko naye agenda ya usiku ni sikonkinko. Hako ni kasichana, hajawa mwanamke bado. Namba 2, ana ukomavu wa kiakili na kiroho. Spiritual and intellectual maturity. Amekomaa kiroho. Ukiwa na mwanamke ambaye unamwambia Yohana 3:16 inasemaje, anakuambia ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja, umepigwa. Spiritual and intellectual maturity, aliyekomaa kiroho na kimwili. Mwanamke jasiri ambaye hawezi kulizwa na message ya kahaba mmoja. Ukiona mwanamke anaona message kwenye simu ya mwanamume, analia na mtandio mkononi, kaliolewa kakiwa kabinti. Tusonge mbele kidogo. Namba 3, ana sifa ya kuongeza, si ya kupunguza, multiplication. Wanawake mnisikie vizuri. This is very serious. Mungu alipomuumba mwanamke alimpa sifa ambayo wanaume hatuna. Ulipewa kitu kinaitwa law of multiplication, kanuni ya kuongeza. Ndio maana uwezo wa kuzaa tukupewa wanaume. Sisi sio wa kuongeza, sisi ni wa kutumia. Sasa wanawake, hiki kitu kimepotea leo na ninyi mmekipoteza. Mwanamke mwenye kanuni hii, hata mnapopanga bajeti ya maisha atakwambia kuongeza. Mwanamke mwanamume ukiona mke wako kila agenda anayoileta ya fedha ni kupunguza, ni nguo, toleo jipya, hapo haujapata mwanamke. Mwanamke na kanuni ya kuongeza. Atakwambia mume wangu tuongeze kuku, tuongeze mbuzi, tufanye hivi. Lakini pia sifa nyingine ya mwanamke, unapopewa shilingi 2,000 tunategemea tukute imekuwa 4,000. Twende vizuri, tutafika. Lakini ukipewa 2,000 ukarudi na malalamiko kwamba haijatosha, tuna mashaka na wewe. Namba 5,
Mwanamke Isha ni mwanamke ambaye ni life sustainer, sio life taker. Mwanamke mwendelezaji wa maisha. Ndio maana nizungumza na wale wadada ambao katika barabara ya maisha mumejikwaa mkapata mimba zisizo halali. Wale ambao huwa mnapata mimba na mnazaa, na wapongeza kwa jina la Bwana. Sio wale waliopata na wakaongeza dhambi ya pili wakaondoa. Kanuni ya mwanamke ni life sustainer, sio life taker. Ukifuatilia leo kwa nini wanaume wengi wanakufa haraka, hiki kipengele kimekosekana kwa wanawake. Wamekuwa life takers. Umetoka zako umechoka, unataka upumzike, ndipo kesi zinaanza. Hivi niambie Asha ni nani? Unaambia Asha ni jina la Bi Mkubwa. Sio huyo Bi Mkubwa. Nataka kuzungumza Asha wa kwenye simu. Sasa wa kwenye simu mimi ni Vodacom na niuliza wa kwenye simu. Lakini pia mwanamke ni mlinzi, protector. Hilo nitalizungumzia vizuri, nataka nipite kwa haraka. Mwanamke halali. Nisikilizeni wanawake mlioko mahali hapa. Mwanamke ambaye ni Isha, ulimi wake umeunganishwa na ubongo. Kuna connection kati ya ulimi wake na ubongo. Tuna ulimwengu ambao umejaa wanawake ambao wanaongea maneno ambayo ubongo haujawatuma. Kabla ubongo haujapiga okay, yeye ameongea. Mwanamke ambaye ni Isha, ulimi wake umeunganika na ubongo, kwamba kabla hajaongea atatafakari kwamba hili neno linaumiza au haliumizi. Hizo ndizo sifa za wanawake. Wale ambao mmeoa wanawake na mliolewa na wanaume, tukutane hewani. So unaona mikono ilivyo michache? Wengine wote ni tuvurana na tusichana. Sasa ndoa ni nini basi? Ndoa ni nini basi? Ndoa ni nini? Sikiliza, ndoa ni muunganiko wa kimwili. Sikilizani vijana, niwatie moyo, kama kuna kitu cha kutunza kwenye maisha yako, tunza mwili wako, kwa sababu huo mwili unakwenda kuungana na mtu mwingine. Usimpelekee mwili wenye mikosi, usimpelekee mwili wenye baraa. Tunza mwili wako. Na habari njema ni hii, kwenye mikutano hii, hata kama mwili wako ulikuwa na mikosi, utatakaswa kwa jina la Yesu. Ndoa ni muunganiko wa mwili. Lakini sikiliza, ndoa ni kuunganisha mioyo. Ndoa ni kitendo cha kuunganisha mioyo. Unakwenda kuungana na moyo usioujua kabisa kwamba unawaza nini, umetunza nini. Ndoa ni muunganiko wa mioyo. Lakini sikiliza, ndoa ni kuunganisha ubongo. Yaani akili yako na akili ya mwenzi wako vinaungana. Halafu ndoa ni kuunganisha mali. Simu yako ni ya mume wako, nyumba yako ni ya mume wako, gari lako ni la mume wako. Habari njema ni hapa kitabu kile cha Mithali sura 16 mstari wa 7. Hii habari wafikia hata wale ambao kwa bahati mbaya mliingia kwenye ndoa na ndoa leo inawatoa machozi, mnalia kila leo. Sikia hii habari njema. Kitabu cha Mithali sura 16 mstari wa 7, kama imesha projectiwa hii picha ingekaa vizuri sana kwako. Anasema hivi, njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake hupatanishwa naye. Haka kapicha kana simba aliyemkumbatia swala. Sikiliza, ukikubali njia zako zimpendeze Bwana, hata kama umeolewa na simba, simba atakupetipeti. Ukikubali njia zako zimpendeze Bwana, simba atatoa mahitaji. Ndoa ni nini? Hii ni sehemu ya kwanza. Karibuni sehemu ya pili. Wanaosema Mungu wa mbinguni nisaidie, hii ndoa yangu mimi sielewi. Ninatamani ndoa yangu iwe ni ndoa ambayo kwa kweli itarudisha utukufu kwako. Na kwenye mikutano hii tutazungumza kwa neema ya Bwana jinsi Mungu anavyokarabati ndoa za watu. Tumechoka na vilio vya watu, ndoa yangu, ndoa yangu, ndoa yangu. Leo tunataka kwa jina la Bwana, baada ya mikutano hii, kila mmoja awe na ndoa yenye furaha. Kama ndilo tumaini lako, nyosha mkono wako nikiomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, vijana wengi wameogopa kuingia kwenye ndoa, wakidhani ndoa ni gereza, ndoa ni mauti, kama walivyodanganywa. Kwenye mikutano hii tunawatangazia ndoa ni taasisi yenye furaha, waingie, lakini wakifuata masharti yake. Na kwa sababu hiyo, ndoa zilizojaa maumivu na kilio, Mungu wa mbinguni zitengeneze. Utukufu ni wako tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana awabariki sana.